I don't do good in relationship. Hakuna kitu naanzanga inafaulu. For example, those are my thoughts. Mkiangalia feeling yangu itakuwa inakaaje? Sad, si ndio? Moody, si ndio? Ndakuwa sina furaha. Aya, nikitia niwaambie for example nyingine kama thoughts zangu ni wow, nimepata mchumba, nilipromotiwa kazi, nimelipwa mshahara. Hizo ndio vitu kwa akili yangu. Yeah? In fact napanga kununua gari. Yaani hizo niko na mafikira kama hizo. Mkiangalia feelings zangu zitakuwa aje? Ndakuwa niko na furaha, na smile, nasalimia watu. Si ndio? Nataka uangalie hizo nimewaambia thoughts, feeling alafu action. Nirudi kwa ile example ya kwanza. Kama thoughts zangu ni zile za ama failure, mimi siwezi weka relationship. Tuseme hizo ndio thoughts zangu. Feelings zangu nimesema zitakuwa moody, si ndio? Ukinikanyanga utajua ama utajua? Ukikanyanga mtu amekasirika utajua ama utajua? Hiyo ndio action. Na ndio unakutanga, let me tell you something before niendelee sana. Your thoughts is your life. Your thoughts equals your life. Hata kuna wakati wacha nikwambie, before I started mental health, kuna wakati tulifunzwa kanisani tukaambiwa your life penye uko sahihi is the results of the things you've been speaking. Na trust me, nilijiangalia nikajichunguza nikakuja ni kweli. Na kutoka nijue hiyo siri. Siwezi rudia tena. Because ati penye uko, vile unakaa, penye unaishi, ati is the result of the words that you've been speaking. Na ni ukweli. Ndio nakutanga, angalia tukue kama watu wokovu, naweza wahimiza tukue kama Yesu. Yesu alikuwa anaongea kulingana na venye anaamini, si chenye anaona. For example, my sister, ulituongelesha kuhusu Lazarus asubuhi. Wakati Yesu aliambiwa Lazarus amekufa, alisema hajakufa. Nataka muangalia hapo, akaambiwa tunakuambia Lazarus amekufa. In fact it's been 4 days na hata ananuka. Akasema hajakufa. Watu wanashangaa, wewe umekuja saa hii na tunakuambia Yesu amekufa, it's been 4 days na ananuka. Unatuambia hajakufa, unamaanisha nini? Akamwambia namaanisha amelala. Hiyo nataka kuwapatia example. Can you speak what you want, not what you see. Usikubali chenye unaona kikulimit. Yeah? So, nimeshakwambia vile thoughts zina work, vile zina affect nini yako, feelings zako na vile una react. The same na nikakupatia example ya happiness, pia uta react happily. Mtu akikukanyanga ukiwa na furaha unamwambia it's okay. It's okay. Hakuna kunaenda jipanguza it's okay, si ndio? Yeah. So, before tuendelee sana nataka unisomee neno. Yeah, 2 Corinthians. Sorry. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Second Corinthians chapter 10 verse 5. Yeah. Casting down imaginations and every high thing that exalted it's against the knowledge of God, and bringing into capacity every thought to the obedience of Christ. Yeah, sijui kama tumeelewa hapo, lakini inasema kwa wale wamesoma casting down your thoughts. Yeah, inasema casting down your thoughts to the obedience of God. Haya, nimekwambia thoughts ni nini, nikakwambia feelings na nikakwambia action. Wewe ni nani hapo? Who are you? Unajua saa zingine watu wajijuani. Unaweza uliza mtu who are you, hajijui. Unaona huyo mwenye hapo ndani, mwenye amekaa hapo ndani anasikiza hizi thoughts zikiingia zikitoka. Huyo ndio wewe. Na ukiwa wewe ndio unafaa take control ya chenye inaingia kwa akili yako na chenye inatoka. Unasikiza hizo akili yako, you take control. Si kila kitu unakubali. Usikubali mawazo yako ikwambie you are a failure na wewe unaamini. Amini chenye unasikia ndani yako, I can do all things with Christ who strengthens me. I belong to the tribe of the Lion of Judah. Mwisho wa macho yangu ndio mwanzo wa macho ya Mungu. Like unaanza kuamini hiyo, hiyo ndio tumesoma. Casting down your thoughts to the obedience of God. Usikubali ukikaa hivi ukisikiza hizo mawazo. Neno linatuambia ignore the devil and he will flee away from you. So ukisikiza thoughts mbaya zinakuja zinakuambia mimi na failing to exam. Kwetu hata hakuna watu wanaendanga university
na ukizikataa zitaenda. Anza kukubalisha zile unataka zikuwe. Wewe, nimeshakwambia wewe ni nani. Wewe sikiza hayo mawazo. Mental health ni kubwa sana kwa sababu tunaweza ongelea, yaani iko na area nyingi, na ndio unakuta iko na area nyingi. Unakuta hata physical health, yaani afya ya kimwili inaanzanga na mental health. Unakuta for example, unasikia mtu akisema mimi nikipata stress mimi nakulanga sana. Unakuta mtu amekula mpaka maybe ameshikwa na amekuwa obesity. Ama for example inakuwa opposite, mtu anasema mimi nikiwa na stress sikuli, anakula na ana lose vitu kwa sababu yani ana lose mwili, ana lose maji, yani anafinyika. Na unakuta hizo zote zinaanza kwa akili. Hata unakuta sisi kama mmesikia vitu kama hizi, unakuta ati tulikuwa na fulani saa 8 ama kesho jana tu saa 8 nasikia jioni amegongwa na stroke. Yaani unashangaa. Mpaka unasema si nilimuona na alikuwa sawa. Hizi vitu unajua, let me tell you. Sometimes depression kama anxiety, kuna nyingi, kuna depression, anxiety, kuna migraines, kuna bipolar. Hizo zote ni magonjwa za kiakili. Hizo magonjwa ndio ufike pahali ati mpaka kuna depression. First of all, before niendelee, wacheni niwaambie, stress sio kitu mbaya sana. Stress ni nini? Stress is your mind trying to find a solution. Yaani stress ni kuonesha akili yako inafanya kazi. Yaani akili yako iko under pressure. Hivyo ndio tunasema stress is your mind under pressure. Na si kitu mbaya because your mind is trying to find a solution. Ni mbaya ikiwa nyingi. Vile tunajua too much of anything is poisonous. Ni mbaya ikiwa nyingi ati mpaka inakusababisha haulali, haukuli, hauogi. For example, mtu ameanza kujitenga na watu, mtu ameanza kukaa peke yake, kuji-isolate. Na ndio, na hizo venye nimesema, venye nimewaambia thoughts, feelings, reaction. Hizi ndio signs za kujua vile mtu ana behave. Hapo ndio utajua shida, kama kuna shida ya akili. For example, ningekuja hapa for example, tusijui nipeane example gani, lakini ningekuja hapa nikiwa nimevalia nguo ya Muislamu na nimefunga mpaka hapa, na mimi yaani nimefanya tu vitu kwa si utaangalia huyu utajiuliza huyu ako sawa. Ama unakuta mtu alikuwa smart. Alikuwa tu smart, ameanza kuacha kuoga, ameanza kujitenga, ameanza kukua na hasira. Action ndio zitakufanya tujue kama kuna shida ya akili. Na ndio hata wewe mwenyewe ama mwenye ako kando yako, ukitaka kujua kama mtu ako na shida ya akili, unaangalia hizo vitu vitatu. Anafikiria aje, anafeel aje, na ana react aje. For example, hata wale watu tunaongea na watu tunakuta mpaka kuna watu wako na suicide thoughts. Na ndio unakuta, sijui kama mmeona kuna watu unakuta tu mtu ako sawa, ako na kazi nzuri, ako na pesa, familia yake iko sawa, but unaamka siku moja unasikia alijinyonga ama alijiua na akaua watoto. Ni kwa sababu ya hizi stress ama ya hizi vitu ama msongo wa mawazo yenye hauwezi jua, si kwa urahisi ujue, kwa sababu labda mtu unajua ukiwa na shida ya akili unaweza endelea kujifanya tu, lakini kama kuna mtu wa karibu na wewe kabisa ata notice kama kuna shida juu, hata ukijaribu kuforce haitakuwa kama normal. Yes. So magonjwa mingi ya magonjwa ya kisukari, hypertension, yote ukiangalia utachunguza utakuta nyingine inatokana na akili. Inatokana na depression, inatokana na anxiety, inatokana na fears za life. Kuna kitu kwa mental health tunaitanga bending reality. Nataka niwafunze bending reality. Reality ni nini kwanza? Tukiambia reality ni nini? Reality ni reality ya maisha yako. For example, mtu anaweza sema reality yangu ni kuwa mimi niliachwa na mume, watoto wangu hawaenda. Hiyo ni reality. Yaani ni vile maisha yako iko. Yaani ni kitu ya ukweli, kitu ambacho unaona na macho yako. Na reality saa zingine inaweza kutulimit mawazo yetu. Wewe uone haiwezekani. Kwa sababu for example, pesa zinatakikana na unajiuliza, nitatoa wapi pesa ili hali sina kazi? Ama nitatoa wapi, nitapeleka aje watoto shule na sina kazi? Unajiuliza vitu kama hivyo. Hiyo ni reality. Na si ati ni uongo, ni ukweli. Lakini kuna kitu nataka niwafunze, inaitangwa bending reality. Ni kama reflection. Reality unaibend. Example moja. Kubend reality, sasa vile nikiwa hivi kwa reality na hii macho yangu na uwezo wangu,
Tuko pamoja? Hiyo ndio reality, hiyo ndio ukweli. Hata nikiangalia juu, macho yangu haiwezi pita pale kwa ile mabati. Ndaona mpaka hapo. Kwa sababu hiyo ndio ukweli. Lakini nikifunga macho yangu, naona mpaka juu ya hii mabati. Tuko pamoja? Sio kama mnanielewa. Unatoka kwa reality. Wachana na reality. Reality inatulimitingi. Mimi niko mgonjwa, nitatembea aje? Nilivunjwa mguu, nitatembea. Hiyo ni reality. Lakini God, I can do all things with Christ who strengthens me. Unaweza kuona beyond reality. Yeah? Wacha tuwapatie example kwa Bible. Wakati ni Ezekia. Wakati Ezekia alioneshwa mifupa mikavu. For example, wewe uone mifupa ni Ezekiel wakati alioneshwa mifupa mikavu haina hata kanyama mikavu yani mifupa. Unaona tule two bones tunapewa dogs. Naona mfupa kama hiyo, si kama mfupa kamebakishwa nyama mikavu. Akaoneshwa mifupa mikavu, akaulizwa, ukiangalia hii mifupa inaweza ikarudi uhai? Enyewe kwa macho ya binadamu mimi ningeambia hii do. Hii ni pesa hii. Ukipeleka pale upimishe hii ni pesa. Mimi nikiangalia na macho, na hiyo ndio ukweli, na macho ya kibinadamu. Lakini kwenye reality ni kumaanisha aliuliza Mungu, wewe unasema nini? Akasema Mungu akamwambia inawezekana. So unawezekana mifupa mikavu ikapata nyama. Wakati Shadrach, Meshach na Abednego walienda kurushwa kwa moto, moto ulikuwa mkali mpaka ukachoma wale walikuwa. In fact wale guards walikuwa wanaenda kuwatupa kwa moto walichomeka. Juu ya vile ule moto ulikuwa mkali. Mimi ningeulizwa hapo, nilikuwa tunangojea nyama choma inuke. Na hiyo ndio kawaida yetu. Yaani ukiangalia kwa maisha yako unaona hii si ni moto na wanaenda kulitupa hapo. Ni nyama tu inuke yani. Yaani kwa macho ya kibinadamu. Lakini mwisho hapo ndio sasa tunaweza tuweke imani yetu. Hapo ndio tunafaa tuweke imani yetu. Tujue mwisho wa macho yetu ndio mwanzo ya Mungu. Na ukijua hivyo, reality haitakulimit. Si lazima ukuwe na pesa ndio upeleke watoto shule. Sio lazima ukuwe na pesa ndio ukule. Unaweza kula tena vizuri sana. Unaweza tembea na gari za kifahari bila hata gari. Inawezekana. Yeah? Tusilimitiwe na reality. Nataka niwaambie kuna area 3 muhimu sana kwa maisha zetu ambazo nataka tuelewe. Ya kwanza ni physical area, ya pili ni spiritual area, na ya tatu ni mental health. Nitaanza na spiritual area. Spiritual area ni chenye imetuleta hapa leo. Spiritual area ni kusifu, kuomba, kutoa sadaka, kumtumia Mungu, kuserve kwa kanisa, kuserve hata huko nje. Tunaamini si lazima userve hapa hivi kwa kanisa faithfully. Hata huko nje unaserve. Hata kama ni kwa kazi yako unaserve. Ya? Kama wewe ni mama mboga unaserve kwa kazi yako ya mama mboga. Si customer akisema mkatakatie sukuma ya nje akitoka unaweka 65. Hata ukikatakata ile sukuma unainenea, unaambia Mungu naomba customer wangu akikula hii chakula kama alikuwa na ugonjwa akapone, kama alikuwa anategemea muujiza akaupate. Like una minister hata huko nje. Hiyo ni spiritual area, na hiyo ni area muhimu sana ambayo hufai kuneglect kwa maisha yako. Area nyingine ni physical area. Physical area ni maisha yako ya kawaida. Yani what makes you, for example, mom, being a wife, being a for example hata tuseme ni huyu ndugu yangu hapa, for example ni dad. Hiyo ndio nataka kukwambia physical area yake. Anaimba kwa kanisa, hiyo pia ni area yake. Anatengeneza vyombo, hiyo pia ni area yake. Yani physical area yake nataka kumaanisha ni maisha ya kawaida. Alafu sasa kuna mental health ambayo naongelea. Na nimesema hizo ni area 3 muhimu sana, na nitarudia juu. There's something I want you to understand. Hizi area 3 muhimu sana kwa maisha yetu ambazo zinafaa tuzingatie. Ushaiona mtu anafanya kazi ya Mungu, anaosha choo, yeye ndiye anaosha madhabahu, anabeba vitu za pasta, like anatumika, anajitolea, anatoa fungu la 10 from Monday to Sunday, anaenda church. Alafu physical area si mfanyikazi sana, afanye kazi yani. Maisha yake inakuanga aje? Inakuanga kuna kitu imekosa. Si ni kweli?
Ukiangalia utakuta kuna kitu amekosa. Ni kwa sababu gani? Ameneglect physical area. Haya, tukienda kwa example ya physical area, unaweza kuta bwana biashara anafanya biashara nyingi, ako na magari kwa barabara, ako na makampuni, physical yake iko sawa, watoto wake wanaenda mashule kubwa, lakini na yeye attacks. Akipata pesa attacks, sijui family. Yaani kuna attacks nyingi. Ni kwa sababu gani? Ameneglect spiritual area. Na nikasema ya tatu ni mental health. Mental health ndio watu hawajui sana, na ndio maana tunaendelea kucreate awareness na kuongelesha watu ndio wakaweze kujua, kwa sababu hii ni area watu wajielewa sana. Akili ndio gari ya maisha. Akili ndio ile gari, ndio inaendesha, ni akili. Ndio uweze ku make decisions in life. Ndio uweze as a wife, as a dad, as a mom, as a neighbor, as a friend, ndio uweze ku make good decisions na kuendelea vizuri na maisha yako yaweze kuwa sawa. Lazima akili yako iko sawa na iko hali nzuri. Na kitu kingine inaafecting akili zetu ni environment. Environment ni nini? Hata hapa hivi kanisani ni environment. Environment ni mambo ambayo yamekuzunguka. For example, na ndio ukikuja kwetu kama therapist ama counselors, unajua hapa na wasomesha in general. Lakini ukienda kwa therapist, anakanga na wewe chini. Ndio unaona therapist anachukua kitabu, anakaa na wewe, anaanza kukuuliza maisha na kuambia umuelezee kuhusu maisha yako, kwa sababu anataka kuelewa the source. Kuna kitu kinaitwa the source. Shida yako imetokana wapi? Kwa sababu source ya shida za akili inaweza kuwa nyingi sana. Na moja yake ndio nimesema ni environment. Na environment ni nini? Ni pahali, yaani ni watu ambao wanakuzunguka. Inaweza kuwa ni shule. Kwa hiyo shule, kama mtu anaenda shule, hiyo environment inaweza kuwa ni, yaani shule inaweza kuwa ni environment yake. Kuna kanisani, kuna pale nyumbani nani amekuzunguka, maybe your husband, your mom, or your mother-in-law. Hiyo ndio environment yako. Na ukijipata pahali ama sijui kama mmepitia hiki kitu, unajikuta kuna mtu nikiongea na yeye ama nikikutana na yeye, hata tu niongee na yeye kidogo, nasikianga siko sawa. Nasikia anabaki kama siko sawa. Mpaka unaanza kusikia ni kama utamwavoid. Na unaona by the way ukikaa mbali na yeye unasikia uko sawa. Lakini ukiwa na yeye inaweza kuwa ni mume. Na kuna yaani mental health ni kubwa, na sitaki kwenda kwa vitu mingi juu hakuna haja niseme kitu sita explain juu ya muda. Lakini kuna vitu watu tunaitanga narcissist. Hapo ndio unakutanga kuna characters kama narcissist, bully. Tunajua watu ni nini inafanya huyu. Na sisi kwa mental health hatudili na pande moja ati the victim only. Tunadili mpaka na huyu mwingine. Tutake kujua why are you doing what you are doing. So mental health inadili na pande zote, kwa sababu kuna shida pande zote. Ukikuta for example mtu ni narcissist ama mtu ni bully, ukikaa na huyo mtu chini utakuta kuna pahali hiyo kitu ilianzia. Na tukiendelea kutibu tu watu tuseme tutadili na huyu mwenye tukwambie utoke. Unajua tuna advising, of course unaambiwa kama ni marriage, if it's not okay, for example pale unapitia unaabisiwa physically ama kuna shida pale, tutakuambia utoke. Lakini bado huyo mwenye tumekwambia utoke kwake pia yeye hatujamsaidia. Hatufai kumwacha hivyo. Tunafaa hata yeye tujue shida yake ni nini. Na ndio vizuri kuangalia environment yako. Unaangalia environment. Hata church tunaangalia environment yetu. Na ningetaka kuencourage sana sisi watu wa church, be your brother's keeper. Tusiwe sana wa kujadiliana. By the way, mimi nashukuru Mungu, naweza sema nimekuwa kwa hiyo dunia nyingine, na pia nimekuwa huko kwa wokovu, na nimeexperience zote, na nashukuru Mungu hata kwa hapo nipe yanileta. Na kuna kitu watu wanasemanga, na nataka kusema ni kweli. Kuna kitu watu wanasemanga, marafiki wa dunia ni kama wako na upendo sana kuliko marafiki wa kanisa. Ni vigumu, yaani unasikia watu na nataka tuchange hiyo narrative. Sasa mimi mtu wa kanisa niko hapo. Tuombe Mungu atusaidie, tujue kukaa na njia zake, tusikize wengine, tuelewe, tusiwe kama marafiki wa Job. Unajua marafiki wa Job wakati Job alipitia shida, walifika pahali mpaka wakajifati wanaenda kumwambia huyu mtu, huyu lazima akuwa amefanya kitu, tunaenda kumwambia ukweli. Na wakaenda wakaanza kumwambia wewe ni kama umekosea Mungu. Wewe ni kama umeacha maombi. By the way, shida zingine si kukosea Mungu ama kuacha maombi. Ukiona mtu akikuja kushare kitu na wewe ama akikuja kutafuta usaidizi kwako, huyo mtu labda kuomba ameomba akaona
na wewe unasikianga unapenda ni nini ingine unaweza fanya? Mimi naonanga pia nikiweka tumayai na smoky naonanga inaweza kuwa poa. Sasa unaona akinisikiza hivyo anaweza niambia na shida iko wapi? Patroli ndio sijui kwenye anaweza toa. Anza kuniambia kuna bahati najua wana haya trolley hapa. 50 bob kila siku ama kuna mtu anauza trolley. Azin na try kuonyesha si kila solution iko kwa maombi. Juu trolley nitatoa wapi kwa maombi? Hata nishinde nikimaliza hata nifunge. Lazima tu physically lazima nitaenda kutafuta hiyo trolley. So tukue our brothers keeper, usifanye huyo mwingine. Hata Bible imetuambia let our mouth ikue salt, ikue na utamu. Tuwe na maneno za kubariki. Ubariki huyo mwingine, umpende huyo mwingine. Usimwangalie uone kwa sababu ako na shida ama anapitia jambo fulani ni kwa sababu waombi ama ni kwa sababu amemwasi Mungu. Tusiwe kama au marafiki wa Job. Alafu kuna vitu vingi sana watu wanapitia kwa maisha na zinawasumbua ama zinawakula, lakini si rahisi kushare na kila mtu kwa sababu kuna kitu unaangalianga unajiuliza hii nikiambia pastor ataniona aje? Ama nikishare na mama Faith na vile mama Faith unashinda utamwambia aje? Kuna vitu kama hizo. Nitakwambia vile utafanya kwa sababu sisi kama Mindful Kenya tuko na solution. Unajua for example kuna saa zingine hata kwa kazi. Tumeona kwanza saa hii as we are talking. Najua mme notice depression in fact ilieko saa hii hata government at least tunashukuru wameanza hii kitu inaanza kuongelewa hata kwa mashule. Kwa sababu watu wana hii kitu imetukula miaka. In fact sio sisi tu imejaa kwa Biblia. Mental health, depression and hizo zote ukizitafuta kwa Biblia utazipata. Wakati Yesu lakini sioni haja ya kusoma kwa sababu ya time. Wakati Yesu alikuwa anakaribia kusulubishwa, alienda akaambia Mungu, alifika pahali alikuwa na machungu kwa mwili mpaka akaambia Mungu, if it's my will, mimi ukiniuliza, kuna bali ushafika kwa maisha yako, unakuta mimi niko na hiyo ushuhuda. Kuna kitu nimepitia, unakuta umeomba, umejikaza, umeshikilia mpaka eneo unaamua ufungue roho. Sio kama unaamua tu ongea na Mungu kama rafiki. Ni kama hivi vile tunaongea one on one. Unamwambia ndio kusema tu kweli Mungu. Hii ukiniuliza mimi, mimi nataka iishi. Okay, sisi mpaka unaanza kunegotiate. Jesus mwenyewe alikuwa na time kama hiyo ya kunegotiate. Unasikia uchungu mpaka unaambia Mungu, if it's my daddy ukiniuliza mimi, naweza taka uniondolee hiki kikombe, but if it's your will, endelea kutenda, unakubali tu. Mtu mwingine alikuwa na depression kwa Bible, ni Elijah. Ni Elijah. Wakati Elijah alikuwa anafukuzwa na mama fulani, huyu mama anaitwaje? Jezebel. Elijah. Wakati alikuwa anafukuzwa na unajua mama alimtesa sana. Nimesoma hiyo story lakini ni kitambo. Mama alimtesa. Alimtesa mpaka akaenda kujificha kule jangwani. Ilifika pahali ukisoma hiyo story utakuta Elijah anateseka mpaka anafika pahali anaambia Mungu nataka kukufa. Sitaki kuamka. Anaambia Mungu, ushafika kwa maisha yako unaambia Mungu, sijui watu wanapitia vitu. Okay, mimi sijaifika hapo na shukuru Mungu, lakini kuna pahali nilishafika na jiuliza na ni lazima mtu aishi. Unafika tu mahali unajiuliza na is it necessary? In fact, who cares? Nilikuwa naangalia baadaye unajiuliza na baadaye who cares? Because wewe kwa maisha yako ukijangalia unaona nobody cares. So unaona hakuna mtu ana lose. Baadaye hiyo ni depression inafanyanga mtu aone unaona nani ana lose, nobody cares. Kuna Elijah alifika mahali papo mako akaambia Mungu nataka kukufa. Unajua Mungu anamwambiaga nini? Kwanza anampeanga chakula, anamwambia kule. Na akikula Elijah anakuwa sawa. Na hata nikakuja kurealize mashida zingine unakutanga hata njaa. Unajua saa zingine depression ama stress ama anxiety. Acha kwanza ni explain depression kidogo. Depression ni stress nyingi sana. Yaani wingi wa stress. Stress ambayo imeongezeka. Yaani stress inaenda kijiweka. Hiyo ndio inaitwa depression. Haya. Nilikuwa nataka kusema
tu peke yetu ndio tunapitiana haya mambo. Haya ni mambo yamekuwa, na wakati tunapitia haya mambo, watu wanaogopanga kujitokeza ama wanaogopa kuongea kwa sababu ya kufikiria mwingine atanibeba aje, mwingine ataniona aje, wataniona mdhaifu, wataniona ni kama unafikiria ni mimi tu peke yangu napitia haya mambo. For example, wakati mtu amelose, mtu ana grief, ama amelose mtoto, wakati unapitia kitu ama jambo, linafanya ukuwe na depression ama na stress ama na anxiety, kitu mzuri nimekuja kuencourage, unafaa kushare. Na unajua kitu inafanya watu wasishare, especially wamama. Wamama ni nyinyi naongelesha, wamama sisi ndio naongelesha. Tuko na shida moja. Unakuta wakati mtu amekuja kushare na wewe, amekufungulia moyo wake, amekwambia mama fulani mimi napitia hii na hii na hii. Badala ya umsaidie, unajua kaje kusaidia mtu sasa zingine hata si lazima umpatie solution. Kuwa tu hata kama understand, I understand. Msikize tu. Wacha aone kuna mtu wa kumsikiza. Wacha aone kuna mtu wa kumuelewa. Wacha aone there is someone here for you. Hata saa zingine si tunakataa kumsaidia ni kwa sababu hauwezi kumsaidia labda. So but you are there. Muoneshe tu you are there for her or for him. Unakutaka sisi wa mama sana. Badala huyo mtu msaidie ama uchukue huyo mzigo kama wako. Ujue kama ni maombi utamsaidia nayo. Kama ni pahali utasikia kazi, kama ni kazi msaidie. Kama ni relationship anapitia ambayo umpatie advice nzuri, tunaendana kutangazana. Huyo mama umemsaidia ama umemongezea stress. Na hiyo inafanya mpaka tunashindwa kushare kwa sababu unaona nitaenda kuambia mama Faith nilikuwa naambia Kasarani mzima. Sasa instead of kusaidika una fall even more into depression. So ni vizuri mtu akikuja kukuambia shida yake, be your brother's keeper. Hata kama unaweza kumsaidia mwambie nitakuombea, kama nikisikia, muoneshe tu yote. By the way, unajua depression si acha nikwambie, Mungu ametuumba na uwezo wa kuhandle. My sister ulituambia asubuhi Mungu hawezi kupatia jaribu ambayo hauliwezi. Lakini saa zingine tunalemewango na si ati ni hatuwezi. Ni ile kupoteza. Ni kama kulemewa. For example, nikikuja na mpira, nikuwe na kutupia moja unashika. Na ukishashika na kutupia ingine, unashika. Na kutupia ingine, unashika. Nifike mahali nianza kukutupia mbio. Nikitupa kabla ushike nimetupa ingine, kabla ushike nimetupa. Sasa natupa tu. Utaweza kushika hizo mipira? Hivyo ndio depression ama anxiety inakaa. So si ati ni mtu, ni vitu zimekuja nyingi sana mpaka ukalemewa. Ukakuwa you are not in control. Na ukifika hapo unahitaji usaidizi. Unahitaji mtu wa kukusaidia kwa sababu si unaona hata wewe huwezi shika hizo mipira. Kuongea tu kweli. Utachanganyikiwa, zitakuwa tu zinakugonga hata ujui nini inaendelea because zinakuja continuous. Na hivyo ndio stress ama depression zinakuanga. Ndio unakutanga mtu analemewa, lakini ukisaidiwa utakuta tu uko na huo uwezo. Juu Mungu ameweka the will in us, kuna huo uwezo wa kuweza kuhandle hiyo kitu. Na unajua ndio niliwaambia stress si kitu mbaya sana. Kwa sababu lazima akili yako ikae ikifikiria. Lazima akili yako ikae ikifind solution. Unless ulemewe hizi situation nimekuambia mambo inakuja mingi sana. For example, hakuna mtu sasa tuko sijui sana pia around let me say saa 6 ama saa 7. Hakuna mtu anajua saa 10 itakuwa aje. Si ni kweli? Lakini ni vizuri ukuwe tu ready for it and hopeful. Na unajua in case anything comes I will handle it. I will face it. And tuko na huo uwezo unless ulemewe kwa sababu uko na ugonjwa ama umeshikwa na depression ama umeshikwa na anxiety ama bipolar ama migraines. Unless ulemewe. Na kitu kama ulemewe nimesema ni mambo zinakuja nyingi. Unakuta labda ulikuwa na mambo mengine umejiwekea. Sasa ile yenye imekugonga ukasikia na ukalemewa ukajiachilia. So ni kumaanisha labda umekuwa na mambo mengi umekuwa ukiweka imekupiga imekushinda. Unahitaji mtu wa kukusaidia, unahitaji mtu wa kusimama na wewe. Na sisi kama Mindful Kenya hata kuwafundisha na kuambia vitu kama hizi hatuachangi hivyo. Tunawapeana solution kwa sababu tunajua mmetoka nyingine naongelea kwa kanisa iko na mambo mingi sana. Nilitoka Mwangaza TV hapo ndo tulikutana na pastor. Na naongeleanga hiyo mambo huko kuna marriage
psychologist, kuna parental, wale wa mama mnajua hiyo ni nini. Parental depression ni mama akipata mimba, antenatal ni wakati anapata mtoto, na postpartum ni after amepata mtoto. Hizo depression zote tunasaidia watu nazo kwa sababu zimekuwa neglected. Watu hawaelewi. Wacha nikwambie, maisha ya kuwa mama, wacha niongelewa mama kwa sababu nimeguzia mama, sio rahisi. Wakati unakuwa mama, akili yako itabadilika. Maybe ulikuwa msichana, unaanza kukua mama, mwili wako unaanza kubadilika. Mtu akipata mimba hata anakuwa mweusi, mwingine sura inaacha kukua smooth. Maybe watu wenye wamekuzunguka venye nilikuwa nasema environment, hauko kwa environment poa, na ujui utaambia nani, na ujui nani atakusaidia. Na ndio kitambo tulikuwa tunafundishwa na wamama wengine wa mtaa, walikuwa wanatuambia vitu kama at least sasa tunaelewa hizo vitu ni nini. Unasikia kama mama wako na mimba anakuwa na roho mbaya. Si roho mbaya. Those people sometimes get sick, wanakuwa wagonjwa na watu wajui. Na hizo vitu zinaweza changia mpaka watu kuruhusu watoto kwa sababu ni ugonjwa. Na hata ukiangalia wazazi wetu wanasema hizi ni vitu zimekuwa na zilikuwa kwa Biblia. Ni vile hazikuwa zimepewa jina ama zinaongelelewa. Hata ukiangalia vile tunaongelelea mama zetu vile walitulea kupigwa. Our African moms. Mtu anakuja kwa nyumba anaanza kukupiga. Wao usinikumbushe hata sijauza wewe. Unajiuliza mimi ni depression. Lakini hatuko tunajua hiyo wakati but at least cycles tunajua. Naweza advise kama mama ni vizuri saa zingine ku take care of emotions za mtoto wako. Ni vizuri. Unajua mimi nakumbuka naweza sema nikilelewa nilikuwa na shida ya loneliness. Na nilikuwa surrounded na watu wengi sana. But I used to feel alone. Ni kwa sababu nilikuwa nasikia sisikizwi. Yaani unajua sijui wakati wenu, but mimi naona wakati wangu hakuwa na wakati wa kusikizwa. Tunaenda kuambia mama yako uko na stress. Anakuuliza unanipanga nyumba? Unanilonga nyumba kwa stress unatoa wapi wewe? Na trust me, mtoto anaweza kuwa na stress, anaweza kuwa anabuliwa shule, anaweza kuwa na shida, anaweza kuwa kuna watoto wanambuli. So ni vizuri kuangalia emotions za mtoto wako. Mimi at least sisemi kuna mtu perfect. Mimi ni mama na nimekuja kujua mimi sio perfect. Na tuwezi sema ati in fact mimi na congratulate wazazi wetu sana, walijaribu. Walitulea hata kama hawakujua depression ni nini, hizo waling'ang'ana. Unajua hizi vitu hazikujangi na manyo. Ati ukipata mtoto unapata na manyo hapo ya vile utamlea. Hakuna unajua mimi before nipate mtoto nilikuwa najiambia nikipata kasichana kangu takuwa na chapa sijui nilijichocha. Saa zingine na mwangalia hivi naona tu Mungu nisaidie. Juu na at least nishajijua. Na pia ni vizuri kujijua, kujistudy. Unajua kama mimi ni mtu wa na anga, najua wakati kama huu niko na stress, I'm not supposed to react because inaweza fanya kitu mbaya. At least tukiwa na hizi knowledge tutaweza kujua at least better juu tuko na knowledge. Sawa? So mimi ninaweza nikawaambia mambo mengi, lakini nataka kuwaambia hivi. Sisi kama Mindful Kenya tuko na, unajua unaweza andiko uende utafute mtaalamu ama utafute therapist. Hapo anaopanga ndatoa wapi therapist, therapist ni bikani. Ama unaulizwa for example kama sasa nikikwambia utafute therapist ama daktari amekwambia you need to see a therapist. Unashinda utaanzia wapi? Sisi kama Mindful Kenya na pia tukaangalia hii issue nyingine ya judgment kwa sababu watu wanaogopa kushare because of being judged. Na kitu kingine inaweza kuwa sensitive. Juu tunaenda kwa mashule unakuta kuna mtoto ana struggle na masturbation. Na angalia anasema, hiyo kitu kama hiyo siwezi ambia pastor wetu. But inamsumbua na ana need healing. Atasaidika aje? So, unaweza saidia huyo mtu ama pia wewe usaidike kwa sababu sisi kama Mindful Kenya tuko na online therapist. Online therapist wetu na makansela wetu utawapata kwa simu yako. Una dial *702. Mtu anaandika anaandika. Ukitaka therapist na ni bure kwa sababu ni app. Na mtu ajue app ni nini? App ni kama Facebook, kama WhatsApp. Yaani ni app, ni kitu utakuwa nayo kwa simu. Yenye ukiwa tu unaweza ongea na mtu, ukiwa na data unaweza, so ni free. Hautanida ati kuenda pahali. Na kitu kingine uzuri wa hii app, hauonani na mtu macho kwa macho. Unajua ukionana na mtu macho kwa macho unaweza ogopa kumwambia vitu vingine kwa sababu labda unajiuliza atanibeba aje. So
tunaita hiyo app yetu anonymous. Anonymous ni kusema mwenye unaongea na yeye hakujui na mwenye anakuongelesha pia hujui. So hiyo conversation ni very confidential. Uko very assured that hakuna vile inaweza toka nje. Hakuna, because ni app. So utaweza kupata nini zako za therapist ama counselor pale na utaweza kusaidika. So kupata hii app una dial *702 *30 *06#. So hiyo si lazima ikuwe ni wewe. Niwapatie example zingine. Hata niseme maanko. Nikiangalia ndio sana jaribu kwa kichwa yako kuangalia maanko. Especially ukute anko mwenye amefika 40 years to 50 anaelekea na hajaoa. Ukiangalia hali yake inakuanga iko aje? Haiko sawa, si kweli? Unakuta labda anakunywa drugs na hiyo inaitwa coping mechanism. Ndio nawaambia mental health ni kubwa, sisi ongelea kila kitu. Kwa sababu watu wengine ukishindwa kushare na mtu, ukiogopa judgment, watu wanaanza kutafuta hizo coping mechanism. For example, mtu anaanza kujificha kwa pombe ama kunywa vitu. Yaani hiyo inaitwa coping mechanism. Na hiyo haisaidii. Na hata itakusaidia kidogo, hata si kusaidia. Kwa sababu ni kuongeza shida juu nyingine. Sasa ukienda kwa therapist, atakuwa anakutibu vitu mbili. Atakuwa anakutibu addiction na ile shida ulikuwa nayo. So instead of kusolve ile shida ulikuwa nayo, utajikuta umejiongezea shida na nyingine. Na instead of ifike hapo, ni vizuri ukiwa na shida ku speak out. Na unajua kuna vitu vingine zinaweza kukupata, ujiulize. For example, sisi tunadili na kila kitu. For example, tukiwa hapo kanisani tunaambiwa ukiwa na shida, yenyewe na si vibani kweli, na hiyo ndio kweli, unafaa uone mchungaji. Unaambiwa because hata sisi tunadisini kuongelesha a guardian ama a person that you trust. Inaweza kuwa your pastor, inaweza kuwa mama wa kanisa, inaweza kuwa mtu mwenye una trust. Lakini watifu huyo mtu mwenye una trust ndio mwenye maneno. Kwa pamoja, sisi tunaelewana. Umeambiwa ukiwa na shida unafaa kuongelesha pastor yako. Shida inatoka kwa huyo pastor. Utaambia nani? Tunaelewana? Utajikuta hauna mtu wa kuambia ama hauna usaidizi. That's why ni vizuri kuona mtaalamu ambaye ni counselor ama ni therapist. Juu huyo ndiye atakusaidia. Na ndio maana in case usikie unataka therapist ama unataka kuongelesha mtu ama unataka kurefer mtu, matherapist wetu utawapata hapo. Pia tuko na Maisha Matters, tuko na vitu tunasaidia watu na jamii. Tuko na kitu inaitwa Maisha Matters. Maisha Matters inadili na issues zote za mama. Kuanzia ujauzito, kupata watoto, for example umelose mtoto, hiyo unajua kuna watu wanaasumika tukilose mtoto ama for kitu kama ni mimba imetoka ama niliuliza mtoto akakufa. Watu wajioni kama hao mama wanapitianga shida nyingi sana kwa sababu huyo mtu ana deal na grief. Na kama kuna kitu imesumbua watu sana kwa akili ni grief la inatokana na kulose. Na unaweza lose mtu juu ya mimba, unaweza lose mimba, unaweza lose mtu unapenda. Suicide. Kwanza ile inasumbua watu sana ni suicide. Kwa sababu tumekuwa tukiresearch na tukiongea na familia zenye watu wao walifanya suicide ama alikuwa na mtu wa karibu ambaye alifanya suicide. Ukiwauliza dakika za mwisho wanakwambia it was very normal. It was very okay. Yaani hata na ndio maana wanaishi na hiyo pain. Na inaweza kukuaffect kwa sababu unataka kujiuliza mbona sikuona? Una try kutafuta. Na wengi ukiwauliza wanasema hata hiyo wanakwambia hiyo usiku kama ilikuwa usiku, hiyo usiku tulikula vizuri. In fact alikuwa anacheka zaidi. Alikuwa na furaha. Yaani angefikiria. Hebu imagine kitu kama hiyo kikupata. Si unaona hiyo grieving ni kitu inasumbua sana. Na ni kitu unafaa kutafuta mtu. Grieving ni kitu unafaa kutafuta mtu atenda na wewe hiyo jani because ni jani na lazima uikubali. Ni lazima ukubali hiyo jani. Mpaka ukuje uaccept, ukuje uhili kwa sababu watu wanakutana wakijiuliza kama ni mtoto alitoka wodi, yani unajiuliza ni wapi nilikosea. I wish I knew. Unaona hizo I wish I knew. Those people wanapitianga vitu mingi sana. So ndio nasema tuko na hata hizo offers za wamama. Kama wewe ni mama ama unajua mama wote, mashida zote za wamama, za mimba, za before mimba, za kubeba mimba, unaweza tuongelesha. Ama pia kuna watu wanatumianga for example
condition ambayo unafaa utumie madawa. Na hizi dawa expensive. For example, hizi chronic diseases. Ukiangalia chronic diseases, dawa zake zinakuwa very expensive. So unakutana wewe mwenyewe ulikuwa for example na depression tu ya kawaida ya maisha. Juu wenyewe maisha tu wenyewe kwa sasa especially ita ya Kasongo ni ngumu tu. Ni ngumu tu yani. Hata ukiwa na pesa unakuta tu bado kugawanyisha hizo pesa ni kazi yani tukikompare na pale kitambo. So unakuta kuna depression ya kawaida. So ukiongeza kitu kama ugonjwa, halafu hiyo ugonjwa maybe dawa zake ni very expensive. So unaona depression itaendelea kuzidi kwa sababu na unakuta for example hizi chronic diseases unakuta hizi dawa unazitegemea. Maybe ni dawa huwezi kaa bila. So tuko mpaka na issue ya kusaidia watu kama hao. Kuna kitu tunaita mindful refill. Utaipata pia kwetu. So kupata mindful refill ama maisha mada senye na dina wa mama unaweza tutext kama utu SMS kwa WhatsApp yetu 0709 wala wanaandika 0709 504 930. Na hata ukitaka kujua about the app, unaweza tu text kwa hiyo namba. Useme I want to ama kama uko na shida yoyote kuhusu hiyo app, inaitwa Ajala. Hiyo app yenye niliwaambia ya *702*30*06#. Hiyo app inaitwa Ajala. Hiyo ya therapist na counselors. Ukitaka pia kujua kuhusu kama kuna shida yoyote kwa hiyo namba, bado unaweza text na utapata usaidizi. So kwa haya machache nimewashukuru kwa kunisikiza na hata kwa kunipatia time yenu, na nashukuru sana Mr. and Mrs. Pastor kwa time yenu na hata kwa kuniaminia na kunipatia hii chance, na Mungu awabariki sana. Na nitazidi kutembea tena na tena kwa sababu hapa ni pazuri na okay sikuwa